je, chama cha UDA kinasimamia yale ambayo ilikuwa imeahidi kabla ya uchaguzi ama mabadiliko sasa baada ya kuingia uongozini? Asante sana Jamila. Nimesikiza ndugu yangu Mbae na nimeona amestruggle sana kwa sababu bado hakuna agenda. Na sisi unajua pia tulisikiza wananchi kwa sababu tulikuwa na economic forums. Tulitembea kwa wananchi na wananchi wenyewe kwa sababu unajua hiyo nguvu wanasema iko kwa katiba. Article 1, the power belongs to the people. Ni wananchi ndio wanachagua kiongozi. Na mimi nitakwambia kwa nini sisi baada ya miaka 2 ni nini tumefanya. Ukiangalia mambo ya agriculture, sisi tulikuwa tumeongea mambo ya economic development, economic socio economic transformation agenda. Hiyo kitu tunaita better bottom up agenda. Kuna mambo mengi tumefanya. Nikikuja mambo ya kusaidia mama mboga na hao vijana, tayari serikali imetumia bilioni 5.4. Lakini bwana Umulo, samahani na kuinterrupt kuhusu hayo unayasema. Wamepata hii Hustler Fund, wamesave 9.3 billion. Na unajua hiyo tayari hii milioni 21 wananchi wamepata hiyo funds na lakini Umulo, unajua wakati mwingine unapofanya kitu Waswahili wanasema chema cha jiuza kibaya cha jitembeza. Kama kuna kitu kizuri kimefanyika inapasa kuonekana, kudhihirika, sio lazima isemwe. Je, inadhihirika kweli yale ambayo unasema yamefanywa? Wananchi milioni 22 wamepata Hustler Fund na hawajapata maendeleo. Unajua hii ni ile kipindi tu watu kuchocheana. Lakini mimi nitakwambia ni nini tuliahidi na tumefanya. Tuliahidi wa Kenya tutajiri walimu. Walimu wameajiriwa. Tuliahidi wa Kenya kwamba mambo ya agriculture tayari tulisema kwamba tumepatia mbolea wananchi. Tumerudisha from 7,500 to 2,500. Tumeregister 6 million farmers ambao tayari wanapata mbolea kwa e-payment. Na ukiangalia kwa store zetu za agriculture, 2023 tulikuwa na 61 million bags of maize. Tayari sasa hii tuko na 85 million. Inaonyesha kwamba tayari tuko na mahindi kwa store. Tuliahidi mambo ya chai na kahawa na kila kitu. Unaona sasa hii mambo ya chai walikuwa napatia bonus ya 33 shillings. Sasa hii wanapata 50. Unaonyesha kuna vitu na marekebisho katika katiba tunafanya. Ukikuja kwa mambo ya internet, tulisema kila Mkenya lazima apate internet. Serikali imeweka 18,000 kilometers ya fiber connectivity. Tumeweka 249 hotspots za wifi kwa ili watu wananchi. Tumejenga baadhi ya hizo hazifanya kazi hizo hotspot bwana Umulo, hazifanyi. Wananchi wanakuambia haziko. ICT hubs. Tumejenga ICT hubs Kenya mzima 247. Na imeajiri kwa hii ajira Kenya jitegemee. Watu 247 Kenyans wako kazi. 555,000 tayari wanatrainiwa katika hizo ma ICT. Lakini bwana Umulo kidogo pengine kwa sababu bado tuko pale. Tukikuja kwa mambo ya e-services, kitambo watu wa Kenya walikuwa wanapata ugumu kupata services. Na tayari kwa e-citizen tulikuwa na around 530 services. Sasa hii kila kitu 21,000 services ziko kwa kila mtu anaweza apply passport kila mahali. Tuliahidi wa Kenya na tukasema kwamba Mkenya atafanya biashara mali safi. Tumejenga kitu inaitwa CIDs, inaitwa CID centers. Tumejenga hizi industrial parks ambapo wananchi wanapanga kazi. Lakini bwana Umulo, hayo yote umeyasema. Kama nipe nafasi kidogo. Hayo yote ambayo umeyasema, pengine aingie mwenzako Barasa na mwana anacheka pale. Watu hawazihisi, hawafeel. Pengine chama chako cha Ford Kenya kwa sababu nikuulize tayari hapa Mukuru kwa jenga. Unajua tuliahidi wa Kenya tutajenga 250,000 housing units. Na tayari tumeshajenga 126,000 units. Hapa Mukuru 14,000 housing units. President anaenda kulodge. Yule mtu alikuwa anaishi huko Mukuru kwa jenga. Anaenda kupata nyumba. Na unajua tayari ako na choo yake, ako na jikoni yake. Watu wanataka kufurahia wakati mtu anateseka mahali. Hapana, kuna mtu anataka mtu ateseke. Lakini sikiza. Imeajiri wale watu ambao wamepata kazi. Sawa, bwana Umulo utasubiri kidogo. Show yangu sio yako. Sasa utaamua nani atafanya show mimi ama wewe. Mpe nafasi.